Siri zilizofichwa kuhusu msafara wa rais wa Marekani. Unapomwona rais wa Marekani akipita barabarani, huenda ukaona magari machache yakipita kwa kasi, pikipiki za polisi zikiwa mbele na nyuma, pamoja na gari kubwa jeusi linalombeba rais. Lakini nyuma ya picha hiyo kuna mfumo mkubwa wa ulinzi uliopangwa kwa umakini mkubwa. Msafara wa rais wa Marekani si safari ya kawaida kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ni operesheni ya kiusalama inayohusisha maafisa wa Secret Service, polisi wa maeneo husika, magari maalumu na wakati mwingine hata msaada wa kijeshi. Na katikati ya msafara huo kuna gari ambalo limepewa jina maarufu duniani. Gari hili hujulikana kama The Beast. Lakini kwa nini gari hili linaonekana kama limozini ya kawaida huku likiwa na uwezo wa kumlinda rais dhidi ya mashambulizi ya mbali? Gari linalompeleka rais wa Marekani linajulikana sana kwa jina la The Beast. Kwa nje linaonekana kama gari kubwa la kifahari, lakini kazi yake kuu si starehe, bali kazi yake kubwa ni ulinzi. Gari hili limeundwa kuwa sehemu ya ngao ya usalama inayomzunguka rais. Uzito wake ni takriban pauni 20,000, sawa na zaidi ya tani 9. Na kwa sababu hiyo, The Beast si gari la kawaida unaloweza kuliona kwenye barabara za kawaida. Lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba gari hilo limeundwa kwa kuzingatia vitisho mbalimbali vinavyoweza kumkabili rais. Hata hivyo, Secret Service haifichui hadharani maelezo yote ya teknolojia na mbinu zake za ulinzi kuhusu gari hilo. Mbali na gari hilo la rais, pia kuna Secret Service, kitengo maalumu cha Motorcade Support Unit ambacho hutoa msaada wa pikipiki katika safari rasmi za misafara. Hawa ndio maafisa unaowaona mara nyingi wakiwa kwenye pikipiki, wakisaidia kusimamia mwendo wa msafara na mazingira ya barabarani. Pia kuna maafisa wa Secret Service na vyombo vingine vya usalama vinavyoshirikiana kulingana na eneo ambalo rais anatembelea. Kwa hiyo unapouona msafara ukipita, usifikirie tu kuhusu magari unayoyaona. Nyuma yake kuna maandalizi makubwa ambayo yanaweza kuhusisha taasisi mbalimbali za serikali. Secret Service ina jukumu la kulinda rais, makamu wa rais, familia zao na maeneo mbalimbali muhimu. Pia hushirikiana katika kulinda matukio makubwa na maeneo ambayo rais anatembelea. Hii ina maana kwamba kabla ya rais kufika eneo fulani, kuna maandalizi ya kiusalama yanayofanyika. Huanza na uchunguzi wa sehemu muhimu kama barabara za maeneo ya tukio, majengo, njia za kuingia na kutoka, na mambo mengine mengi yanahitaji kuzingatiwa. Kwa safari kubwa, operesheni hii inaweza kuhusisha mamia au maelfu ya watu kutoka taasisi mbalimbali. Moja ya mambo muhimu katika ulinzi wa rais ni uwezo wa kutambua vitisho kabla havijawa tatizo. Secret Service ina vitengo maalumu vinavyofanya kazi katika eneo hili. Kwa mfano, Counter Sniper Team imeundwa kusaidia kutoa uangalizi na ulinzi dhidi ya vitisho vinavyoweza kutoka umbali mrefu. Hii ndio sababu katika picha mbalimbali za safari za rais unaweza kuona maafisa wakiwa kwenye maeneo ya juu au sehemu mbalimbali zinazowapa muonekano mpana wa mazingira.
Lakini si kila kitu kinachoonekana kwenye picha kinaeleza ukubwa halisi wa operesheni. Zipo baadhi ya mbinu za Secret Service hazitangazwi kwa umma, na hilo ni jambo la muhimu katika usalama wa rais. Ikiwa kuna tatizo, basi kipo kitengo maalum chenye mfumo mzima kwa ajili ya kukabiliana na mazingira yanayoweza kubadilika haraka. Ndio maana kuna maafisa waliofunzwa kwa protective driving, tactical driving na operesheni za motorcade. Secret Service pia ina program za mafunzo zinazohusisha uendeshaji wa magari ya ulinzi na operesheni za misafara. Kwa kifupi, watu wanaoendesha na kusimamia msafara huo si madereva wa kawaida. Wamefunzwa kufanya kazi katika mazingira hatari na kuwa na ujuzi wa hali ya juu. Rais wa Marekani anaposafiri nje ya Washington au hata nje ya Marekani, operesheni ya ulinzi inakuwa kubwa zaidi. Secret Service imeripoti kwamba katika mwaka wa fedha wa 2023 ilisaidia safari 4811 za ndani ya Marekani na safari 343 za kimataifa. Rais hawezi tu kufika kwenye nchi nyingine na kutumia gari lolote. Usalama lazima upangwe. Na katika safari nyingi, magari maalumu ya rais husafirishwa na maandalizi mengine hufanywa mapema. Ndiyo maana wakati mwingine unaweza kuona msafara mkubwa sana wa magari wakati rais anapofika katika nchi nyingine. Na kwa nini msafara wa rais unahitaji kuwa na magari mengi? Jibu ni kwamba msafara wa rais haujengwi kwa ajili ya kumpeleka rais kutoka sehemu A hadi B pekee. Ni mfumo wa ulinzi unaohitaji watu, mawasiliano, usalama wa eneo, usaidizi wa kitabibu, usimamizi wa barabara na majukumu mengine. Kwa hiyo kila gari huwa na kazi yake. Na baadhi ya gari yanaweza kubeba maafisa, mengine kusaidia katika usalama wa msafara, na mengine yanaweza kuwa sehemu ya vifaa na mahitaji ya operation kwa kubeba silaha za kujilinda. Hii ndio sababu unapouona msafara ukipita huwa na gari nyingi, na ikitokea kama barabara ikawa na tatizo, kama kukatokea ajali au kuwe na tukio lisilotarajiwa, basi msafara lazima uwe na uwezo wa kubadilika. Lakini hapa kuna jambo muhimu. Maelezo kamili ya njia mbadala, mawasiliano na mbinu za kujibu vitisho hayapaswi kuchukuliwa kama taarifa za kawaida za umma. Secret Service yenyewe inasema haijadili hadharani njia na mbinu maalumu zinazotumiwa katika operesheni zake za ulinzi. Kwa hiyo video nyingi mtandaoni zinapodai kujua kila kitu kuhusu msafara wa rais, ni muhimu kuwa makini. Baadhi ya taarifa hizo ni za siri na hazitoki kwa umma. Taarifa hizi zimefichwa na mifumo ya ulinzi wa Marekani kama moja ya kazi zao za siri kwa kumlinda rais. Mfumo ambao umejengwa kwa miaka mingi. Mfumo unaohusisha Secret Service, vyombo vya sheria, madereva maalumu, maafisa wa ulinzi na vitengo vingine vya usalama. Na katikati ya kila kitu, ulinzi mkubwa hutegemea gari hili la rais linalojulikana kama The Beast. Gari ambalo kwa nje linaweza kuonekana kama gari la limuzini la kifahari, lakini kwa kazi yake ni zaidi ya gari. Ni sehemu ya ngome inayotembea. Hii ni The Dark World Swahili. The Dark World.